kutesa watu. Ndipo sasa nasema nimekuja kuangalia, kumbe mahali mnapokaa ndio penye kiti cha enzi cha shetani. Aliweka makao yake. Angalia Revelation kwanza, Revelation chapter 2 from verse 12 to 17. Uone vile Yesu aliambia Yohana andike mambo yale. Ufunuo mlango wa 2 kuanzia 12 mpaka 17. Maandiko yanasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili. Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata katika siku za Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Amen. Wapendwa, naongea mahali umeingia. Umesikia watu wamekuwa kikufa, watu wakiondolewa, watu akaona kama ni mzaa. Tumeongea vitu ambavyo kuhusu kisima cha maji. Akasema leteni chombo nikaondoe. Tuliomba na dada mwingine mahali, walikuwa watu wanakufa, watu 5 wanakufa na kansa. Hawakujua ni kitu gani kinaua watu. Kumbe anasema kisima cha maji chenye kilichimbwa kwa boma yao. Mashosho anasema wafu wanakuja kuogelea usiku. Wachawi wanakuja nafanya ibada yao, wanaogelea usiku, aswalafu wanaondoka. Wakuja wanakuta maji ni masafi kabisa. Hapo nachukua maji yao yote uko mzima, wanachukulia maji pale. Na hapo ndio tuliweka magano yetu na viapo vyetu. Sasa tunapokunywa ile maji ndio tunawaingia. Ndio tunasiita kansa ya maini, tunaondoa mtu. Najita kansa mapafu, tunaondoa mtu. Tumeua watu 5. Wewe ndio umekuja kutuona. Kuna mmoja dada alikuwa na hapa, alikuwa anaitwa Bulldozer. Sasa kwao ndio kulikuwa na mambo kama haya. Tunaongea vinafanyika katika jamii na familia. Kumbe adui alikita mzini na hakuna mtu amemtambua. Wapenda, kuna ulimwengu wa roho na unatumika na unaingia kwa watu wenye mwili. Ndipo sasa akwambia hapa, nimeona mahali mnapokaa ndio penye kiti cha shetani. Mahali umeolewa, mahali umelijenga kanisa, ndipo sasa aliendelea alinuki, kwa sababu hapo ndio adui aliweka kiti chake. Mahali kwenu mmezaliwa, makaburi imejaa watu walioondoka duniani, kwa sababu hapo kuna magano walienda naye kinyume, ikawageuka, ikaanza kumaliza watu. Na ndipo sasa anasema hapa, kazi na ndoa ya mauti. Watu wamekufia kwenye ndoa na wasitambue ni kitu gani kinakula watu. Wanaume wamekufa sababu hakutakikana huyu aolewe, hataki awe na mke, anatakana ishi peke yake hivyo hivyo. Sasa mume akaondolewa kwa mauti. Hivyo bwana, watu hawako. Watu wametoka pale, wameenda kazi Ulaya, wamerudishwa na majeneza. Na mtu alienda kutafuta riziki yake ya maisha yake, watu wanafuatwa kazini. Network za kipepo na mashetani inafanywa hapo. Bwana, roho inanyonga mtu. Na ndugu tulimsaidia tuko hapa. Watu amenyongwa, hajiwezi, amelala kwa kitanda na huko Ulaya. Ilibidi tukafanya bidii, tukatumana, ndiye akaenda kubebwa akapeleka hospitalini. Kuja kuomba hapa, mimi naitwa mjomba wake, naitwa Joseph. Na anakaa Western, hajaifika Nairobi. Lakini network ya jina aliyopewa. Kwa nini alipewa shamba na mama yangu? Huyo kijana mimi ni mjomba wake, lakini alipewa shamba na mama yangu. Huyu arithi huyu. Ndio tukatumana tumuondoe afe, ndio tuchukue ile shamba ile kabati kwa ni yetu. Sasa tukatuma, tulijituma tukajiita TB na tukaingia kwake tumuondoe. Lakini baadaye maombi yenu ndio mliweza kutuzuia. Tunaongea mnaofanyika wapendwa. Hii network vile Shimenga anasema hapa ni network kubwa. Wapendwa, unataimiwa na unatumiwa roho. Kama hauna Mungu ndani mwako, wapendwa, utawao na mtu mlio nayo. Ndipo sasa anasema hapa, angalia nimeona mahali unapokaa ndio penye kiti cha shetani. Na kuna watu hapo nimeona wanashika mafundisho ya Wanikolai. Mafundisho yalifundishwa na babu zao na waganga na wachai, bado wanashika mafundisho yao. Ndiye anasema lakini mwenye atakayeokoka ndio jina lake litapatikana pale mbinguni.
Twende katika mambo haya tuone haya ni kitu gani kilitendeka. Angalia Genesis chapter 34 from verse 1. Watu uko mzima walikufa kwa sababu ya kuwa msichana mmoja anaitwa Dina. Maandiko yanasema, basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori, Mhivi, mkuu wa nchi, akamuona, akamtoa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyo msichana, akasema na huyo msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwa pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu, akamwendea Yakobo, akasema naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo, wakaja kutoka nyikani, wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu wamefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuzu kutendeka. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inatamani binti yenu. Tafadhalini mpeni amuoe, mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatoe binti zetu. Nanyi mtakaa nasi, na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubalike machoni penu, na mtakaponiambia nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadri ya mtakaponiambia, lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakamjibu Shekemu na Hamori babaye kwa hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Wakawaambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa, ingekuwa aibu kwetu. Lakini kwa sharti hii, tutapatana nanyi mkiwa kama sisi, akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti zenu, na sisi tutatoa binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wamoja. Lakini kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtoa umbu letu, nasi tutakwenda zetu. Maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori. Na yule kijana hakukawia kulifanya neno lile, maana amependezwa na binti Yakobo, naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi ni kubwa ya watosha, na tutoe binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao. Lakini kwa sharti hiyo moja tu, watapatana nasi, wakae wote kwetu, tuwe watu wamoja, kama tukitahiriwa kila mwanaume kama hawa walipotahiriwa. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wao wote hawatakuwa mali zetu? Basi na tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe wote watokao katika lango la mji wake, wakatahiriwa kila mwanaume wote watokao katika lango la mji wake. Ikawa siku ya tatu walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi nduguze Dina, wakamtoa kila mtu upanga wake, wakaujia mji kwa ujasiri, wakawaua waume wote. Wakawaua Hamori na Shekemu wanawe kwa makali ya upanga, wakamtoa Dina katika nyumba ya Shekemu, wakatoka. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji kwa sababu wamemharibu umbu lao. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwamo mjini navyo vilivyokuwako kondeni. Wakatoa na mali zao zote na watoto wao wote na wake zao na vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao, wakavichukua mateka. Yakobo akamwambia Simeoni na Lawi, mmenitaabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii, Wakanani na Waperizi, na mimi kwa kuwa watu wangu ni haba, watanikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa mimi na nyumba yangu. Nao wakasema, je, ni vema amtendee umbu letu kama kahaba? Amen. Wapenda naongea vitu vinavyotendeka, watu wote wakafa kwa sababu ya msichana mmoja. Tumeongea kuhusu ndoa ya mauti.
Watu wakaingia sema hatukutaka msichana wetu aolewe. Kitendo alichokifanya akifai katika Israeli. Verse 13 wakasema wakawadaa kwa hila. Endeni sasa mkafanye mapatano na nyinyi. Wakajua watu wametahiriwa watu wote. Wapendwa, mnabeba mzigo wa mtu mmoja. Kwa sababu anataka kutoka kukuwa pale, na nyinyi sasa yote mkubali mtahiriwe ili sasa mweze kubiri fulani akapate kufaulu. Nao wakakubali wakaingia. Kumbe ilikuwa ni mtego. Ndiye anasema pale akiwabariki katika Genesis chapter 49, akasema Simoni na Lawi upanga wao ulimaliza watu. Kumbe ni mambo kama haya. Waliwatime akasema kitendo mliofanya na nyinyi tutawakomesha. Wapenda, kumbe unataimiwa huko ndani ya ndoa tu. Wanakubembeleza, wakati mwingine wanakuchukia, leo ni wazuri, kumbe unawindwa. Unasikia magonjwa imeanza, shida zimeanza, mara kazi ya mume imeisha ili wewe uondoke. Wapenda, baada ya kuona hivi kazi ya ndugu inaisha. Magonjwa imeanza kila aina, maana yake wewe ndiye hautakikani. Na kwa sababu umekataa kuondoka, watafanya kivyo vyote. Wengine waliua kijana wao mwenyewe. Wakidhani wanaua dada, mambo kageukia kijana wao. Kijana alikufa, hata aligongwa na gari hapa Mombasa Road na akakufia pale. Mmoja alisema na mimi nikikufa munichome, alikuwa Mkisii. Mkikosa kunichoma watakuwa nainua mwili kukutesa wewe mama. Hii ndio wili nimeandika. Nikiondoka wanichome. Maana najua ni wao wananimaliza. Wapendwa, na ikawa kweli ndugu alikufa na akaenda na kwenda akasema wili yake ndio hii. Alisema achomwe. Ndugu alienda kuchomwa na alikuwa ameoa Mluya. Tunaongea mnafanyika katika jamii na familia hapa. Wakasema hawa watu wamefanya tendo la upumbavu, jamaa kaenda na upanga. Watu wanaume wameshaitahiri, jamaa alipita na upanga. Kata wote kabisa kumaliza. Kwa tendo linakachukua dada yao akaenda naye. Tunaongea mnafanyika katika jamii na familia. Wapenda, ni mambo gani nimeona kwenu? Ni kazi zako wamewawa. Ni waume zao wamekufa. Baada mtu kuwa mambo inaanza kumfuatilia, ndio litendeka kwa huyu. Ilikuwa ndoa ya mtego. Kitendo alifanya kikaingia kwa uchungu. Vile mwenye alifanya fulani, mpatieni ya moyo tu. Lakini utaona ndoa itafikia wapi. Tunaongea watu wamefia katika ndoa. Maisha yao wamekufa, wengine hata wana wazazi wao. Mama aliendelea karushia ugonjwa haukupona. Na wengine ni kupewa vitu. Wapendwa, wajihadhari vitu kama hizi. Nilikwambia hapa siku moja dada aliona Ukambani, hii vitu za kupewa, za kufungwa leso, za kupewa kiondoo, za kupewa sijui mazawadi, za kupewa sijui mitungi ya nini, mtu anapewa vitu, anapewa eti zawadi anapewa. Huyu akafuatwa na mama akaja akafungwa leso. Kutoka kwa harusi Ukambani kufika hapa Utawala, mama alilala haamki. Aliambiwa uti wa mgongo umevunjika. Kilichovunja kijulikane ni nini. Ndugu akapeleka mkaka kwa hospitali, anambeba akubeba. Choo anampeleka. No, amependa wafunga harusi hajamaliza siku 3. Kwa sababu ya leso aliyofungwa peke yake. Tunaongea na vitu wanakimbia vitu kama hizi. Maana nimeona tena vijana wameweza kurudia vitu kama hizi. Wapenda, unasema sijui ni vitu gani sijui mmeanza. Wapenda, watu wanawindwa kwa vitu vidogo vidogo. Yohana alikatwa kichwa kwa sababu ya birthday. Nani? Herode, mtoto wake. Tunaongea vitu wapendwa, dunia imebadilika. Usisema huyu ni rafiki wangu wa dhati. Huyo ndiye atakayetumia kukondoa duniani. Huyu nasema rafiki wa dhati. Yesu hakuuzwa na mtu wa nje. Mwenye walikula naye, mwenye alisimamia treasury yake, ndiye alitumika kumondoa duniani. Tunaongea vitu vinabadilika wapendwa. Angalia wokovu wako. Angalia Mungu unayeabudu, angalia maisha ulio nayo. Maana adui amebadilika. Mtu mlio naye hapa anabadilishwa anakuwa kitu kingine. Roho kishamva inambadilisha. Ndiye akasema wapendwa, watu wamepoteza maisha. Mama anawalewa mtu wa pili, anaondoa mke wa kwanza ili akapate kurithi yeye. Anatumika na nguvu zake, anajifanya rafiki yote, wanaandalia hiyo karamu. Kwa sababu jukane ni mbaya, anatumia rafiki yake, anapata yule. Mama analala duniani hayuko, mnabaki mnalia, huyu ameshachukua sari. Sasa kuandikisha vitu zote ni zake, vitu zote ni zake. Tunaongea mambo ambayo yanafanyika katika jamii na familia. Mungu anasema hii roho ya mauti kwa ndoa leo lazima tuitoe. Hautakufa kabla wakati wako. Utaendelea na maisha yako hapa. Na kuna watu wamewekewa governor. Hapa utapita. Naona utakuwa unaishia hapa, maisha yako hapa upiti. Hizo governor leo lazima tuzivunje. Lazima tuvae Kristo aliye na mambo yetu ili adui asionekane. Tunaongea vitu hapa. Wengine sasa angalia 38, Genesis 38 from verse 1 to 7. Wengine atusomi hapo mbele. Endelea. Ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami
jina lake Hira. Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanani jina lake Shua, akamtoa akaingia kwake. Naye akapata mimba, akazaa mwana, akamuita jina lake Eri. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akamuita jina lake Onani. Akaendelea akazaa tena mwana mwingine, akamuita jina lake Shela. Naye Yuda alikuwako huko Kezibu alipomzaa. Yuda akamwoza mke wake Eri mzaliwa wake wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Naye Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Achia pale. Unasikia baba? Mwanaume alikuwa mbaya machoni pa Mungu, Bwana Mungu akamuua. Tunaongea kuhusu hapo ndoa za mauti. Alikuwa mbaya machoni pa Mungu. Sijui hapa umekuwa mbaya kinamna gani wewe. Aliyesema nimekuwa shahidi mwepesi katikati ya wewe. Malaki chapter hiyo hatusomi. Malaki chapter 2 from verse 14 to 16. Nimekuwa shahidi mwepesi katikati ya wewe na mke wa ujana wako. Katikati ya wewe na mume wa ujana wako. Mambo unayofanya yako wazi machoni pa Mungu. Anasema Eri alikuwa mbaya machoni pa Mungu. Mungu akamuua. Na anasema Mungu huua na tena Bwana huishi. Tunaongea wapenda mambo naishi. Hapa tunasema Bwana asifiwe. Nyumba yako ikoje mbele za Mungu? Mungu amerudi kwa ndoa yako. Maana hapa kanisani tumeokoka na sema Yesu ni Bwana. Lakini hapo rudi kwa nyumba. Ule utu wa zamani, hasira ya kale bado haijakutoka. Tabia ulikuwa naye zamani bado hujaruhusu ikutoke. Wapenda atakupeleka mahali pabaya. Huyu mume ni Mungu alikupatia. Huyu mke ni wewe alikupatia. Ni mambo gani umefanya kwa hii ndoa? Ni kitu gani kimebadilika kinaleta hukumu kwenu? Maana Mungu aliona ubaya wa Eri aliyoutana. Mwana wa Yuda, Mungu ndiye alimuua. Tunaongea vinavyofanyika, wapenda msifanye mzaa. Tumeitiwa uzima wa milele. Hii mili tutaiacha hapa. Ndoa mambo yake inaishi hapa. Mambo ya kazi, mambo ya huduma, mambo ya ubishop, sio uchungaji, unabii ni hapa. Wapenda kule ni roho zinaenda. Na zinaenda kwa mwenye alizituma duniani zikafanye kazi. Ndio unaanza kuangalia maisha yako. Nani anakuinda wewe? Nani alitoa vitu mlivyokuwa navyo vikatolewa vikatupwa? Sasa mnabaki mnahangaika, mnavutafuta hakuna. Kwa sababu kuna mmoja aliwashinda kwa imani. Alipowashinda kwa imani akatoa vitu kama hivi. Ruto aliposhinda kwa kura ndiye alipewa urais. Hata kama watu wanamtukana wakafanya nini? Wao ndio walimpatia. Ndio naongea vitu hivi. Sasa wao walimpatia ndio atakuja kumtoa kitaka. Tunaongea vitu kama hizo wapendwa. Nani alikupatia vitu? Ni Mungu alikupatia. Nani alikuja kuvitoa? Na alitumia nini? Alitumia uchawi, alitumia ubembelezi, alitumia nini? Wapendwa, naongea hapa watu wanaouawa. Watu wamekufa, hawa waliuawa jamii mzima. Kwa sababu mtu mmoja alikuwa anampenda na kaondolewa. Twende mwingine hapa. Twende the book of Judges chapter 14 from verse 20. Kitabu cha Waamuzi 14 kuanzia mstari wa 15. 15 maandiko yanasema, ikawa kwa siku ya 7 wakamwambia mkewe Samsoni, mbembeleze mumeo ili atuonyeshe hicho kitendawili, tusije tukakuteketeza moto wewe na nyumba ya baba yako. Je, mmetuita ili mpate kuichukua mali yetu? Je, sivyo? Basi mkewe Samsoni akalia mbele yake akasema, wewe wanichukua tu wala hunipendi. Wewe umewatengea kitendawili hao wana wa watu wangu, nawe huku niambia mimi. Naye akamwambia, angalia, sikumwambia baba yangu wala mama yangu, nami nikwambie wewe? Naye akalia mbele yake hizo siku 7, wakati ulioendelea karamu yao. Basi ikawa siku ya 7 akamwambia, kwa sababu alikuwa akimsisitiza sana, naye akawaambia wale wana wa watu wake hicho kitendawili. Nao watu wa mji wakamwambia siku ya 7 kabla ya jua kuchwa, ni kitu gani kilicho tamu kuliko asali? Ni kitu gani kilicho na nguvu kuliko simba? Naye akawaambia kwamba hamkulima na mtamba wangu, hamngekitambua kitendawili changu. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akatelemkia Ashkeloni, akapiga watu waume 30 katika watu hao na kuzitoa nyara zao na kuwapa hao waliokitambua kitendawili mavao yao. Hasira zake zikamwaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Lakini huyo mke wa Samsoni aliozwa mwenzake, ambaye alikuwa amemtendea kama rafikie. Amen.
Wapenda tunaongea vinavyofanyika hapo. Wewe unadanganywa hivi na hivi, kumbe rafiki yako ako na mpango kuchukua huyu mwenye mko naye. Akasema kawapatia kitendawili ili aoe, wakashindwa kukitegua. Akamwambia bembeleza mume wako. Usipotuambia mnakuja kuchukua mali yetu, tutakuteketeza wewe na nyumba ya baba yako. Tutawamaliza nyote. Yaani tunakuja kuchukua mali yetu hapa. Tunaongea vinavyotendeka wapendwa, ndoa yenu, familia yenu imetegwa mtego. Uadui ukaingia kwenu kwa sababu ya ndoa yako. Mambo ya ndoa peke yake ikaleta uadui kwa jamii yenu na familia yenu. Watu wamepitia mambo mazito na magumu, na ndipo sasa kukufuata. Mali ulikuwa nayo yote ikafagiliwa ikatolewa. Isije kaendelea ukafanikiwa kwa bidii uliokuwa nayo. Anasema hapa Samsoni, baada ya kufanya mambo yote ilibidi aende kupiga watu 30 ndio achukue mavazi yao ili aweze kujipia kama mahari. Na baadaye mwanamke akapewa mtu mwingine. Na baadaye kwenda kufanya vita, huyu alilengwa na mkuki na huyo mwanamke akakufa na kaisha. Ndiye akaja kupata sasa nani kina Delila. Mwenye sasa alikuwa na muinda, tutampata hapa nyuma. Tunaongea wapenda, uliingiaje kwa ndoa? Maana watu wengi wameteseka kwa sababu ya interest vile uliingia. Nilikuwa naongea asubuhi na wachungaji. Huyu mtu mlikutana makutano Machakos. Unaona? Kaambia ni aje? Kamu. Ama mlikutania hapa kwa vitu vya dunia. Mlikutana na huyu mtu wapi? Ndio mkapatana. Mlikutana kanisani. Basi kama ni kanisani mtamalizia kanisani. Na kama mlikutana pale nje, mambo ya nje yanamaliziwa nje. Wanaongea watu ambao wameondoka duniani wakisema Bwana asifiwe na wakiwa ndani ya ndoa. Unarusha ugonjwa ambao hauna kupona. Leo uko hapa, kesho uko hapa, kesho uko hapa, unasikia naenda kuzika mke. Watoto wanabaki peke yake. Nabaki wa kuhangaika kwa sababu mke hakutakikana kwa hiyo boma. Ameleta Mungu mwingine mgeni na amekubadilisha wewe. Penda kuna watu wamepitia mambo mazito hapa. Kuweza kuambia mume wako twende kanisani mahali fulani. Wapendwa, hiyo peke yake umepeleka mahali fulani mkafanya ibada. Ibada mliofanya karibu mambo ya wenyewe. Sasa huyu ndiye amesababisha. Unaanza kufuatwa na magonjwa, unaanza kufuatwa na shida. Na ukikuta wewe uko na imani, inaangukia bwana wako. Na ubaya apatikane na mlevi. Wapendwa, atarushiwa magonjwa mengine akauke. Mume atakauka hivi, unamlisha kila kitu. Unamwekea maavocado lakini anoni. Kwa sababu ameshasomewa dua, huyu ni mbegu ya kuondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni kufunga na kuomba kutafuta Mungu, ndio neema hii iko hivi na hivi. Lakini hatujasomewa dua Bwana. Baba tu connected na mbingu. Unaona? Lakini wapendwa, unaanza kuisha peke yako. Kwa sababu ya mke ulioleta akao chukizo kwa familia yenu. Na ukachukua na watu wenu. Tunaongea mambo yametendeka wapendwa, unawawa kwa ajili ya mtu umeleta. Huyu ako na mali kuliko sisi. Na huyu ni mdogo wetu, vita vinaanza. Tunaongea mambo yametendeka hapa, ndoa za mauti. Watu wamekufia katika ndoa zao. Wakisema tu Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, mtu amegonjeka, kesho unasikia fulani ameondoka na amelala, hayuko duniani. Kwa sababu gani? Kwa imani ambayo umeleta hapa kwa boma ambayo haiko na wengine. Anyway, vitu vingine Mungu atusaidie sana. Ni vitu vya ajabu sana. Lakini tutoke hapo. By saa 8 nitakuwa nimemaliza. Angalia hapa 2 Samuel chapter 13 from verse 6. Maandiko yanasema, basi Amnoni akalala akajifanya mgonjwa, na mfalme alipokuja kumtazama, Amnoni akamwambia mfalme, mwache ndugu yangu Tamari aje na kusihi aniandalie mikate miwili machoni pangu nipate kula mkononi mwake. Basi Daudi akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamari, akasema, nenda sasa nyumbani kwa Amnoni ndugu yako umwandalie chakula. Akaenda Tamari nyumbani kwa nduguye Amnoni, naye alikuwa amelala. Akachukua unga, akaukanda, akaiandaa mikate machoni pake, akaioka mikate, akalitoa kaango, akaisongeza mbele yake, lakini alikataa kula. Naye Amnoni akasema, toeni watu wote kwangu. Wakatoka kila mtu kwake. Amnoni akamwambia Tamari, kileta chakula chumbani nipate kula mkononi mwako. Basi Tamari akaitoa mikate aliyoifanyiza, akamletea Amnoni nduguye mle chumbani. Naye alipokwisha kuileta karibu naye ili ale, Amnoni akamkamata akamwambia, njoo ulale nami ndugu yangu. Naye akamjibu, la sivyo ndugu yangu, usinitenze nguvu, kwani haifai kutendeka hivi katika Israeli. Usitende upumbavu huu. Nami nichukue wapi aibu yangu? Wewe nawe utakuwa kama mmoja wa wapumbavu wa Israeli.
Basi sasa nakusihi useme na mfalme, kwa maana hata kukataza kunioa. Walakini yeye hakukubali kusikiliza sauti yake, naye akiwa na nguvu kuliko yeye akamtenza nguvu, akalala naye. Kisha Amnoni akachukua machukio makuu sana, kwa kuwa machukio aliyomchukia yakawa makuu kuliko yale mapenzi aliyokuwa amempenda kwanza. Amnoni akamwambia, ondoka, nenda zako. Naye akamwambia, sivyo, kwa kuwa mabaya haya ya kunitoa ni makuu kuliko yale ulionitendea. Amen. Tunaongea habari za vijana na wamama kwenda kwa nyumba za watu. Eti ndugu ametoka night shift, anaingia, familia yake iko nyumbani, na wewe unaambia kuja hapa nikutolee nguo ufue pale. Ingia, toa zile ziko pale ndani. Ingia huko ndani, kuna zingine huko, hebu fanya pazia hivi. Wapenda, kuna zingine ziko huko ndani. Tunaongea wapenda vitu hapa. Huyu akaambiwa, kuja dadangu nitengenezee chapati. Akazitengeneza chapati za mayai. Wacha zile yako unatengenezaga na kuangalia hivi. No. Chapati kuna vuraka vyeusi kama makamaka. Wapenda, huyu alitengenezewa chapati yenyewe. Hata kuna yani unaanza kuikula kabla hujaila. Unaona? Unakula na macho. Akatoa chapati akasema haleluya amen. Hapa nimepata mtu kweli. Kumbe wapendwa, haikuwa chapati. Tunaongea habari za vijana. Msichana anatoka niitwa na kijana eti kuja kwangu hapa, kuja unitengenezee kitu fulani, sijui leo sisikii vizuri, kuja unioshe hapa na unitengenezee kahawa. Wapendwa, ongea vipuzi kama zile vitu zote hizi. Hii mambo ya mzaa hizi ndio ilifanyika mambo kama haya. Akajiingiza kwa mambo kama haya. Akamwambia dada, enda kamsaidie. Akaomba ruhusa. Kweli akaenda, akamsaidia. Kumbe jamaa ako na wrong motive. Akachukua akafanya mambo yale. Kilichotendeka. Tunaongea ndoa ya mauti. Anzia verse 23. Ikawa baada ya miaka miwili mizima, Absalomu alikuwa na wenye kukata manyoya ya kondoo huko Balhasori uliopo upande wa Efraimu. Naye Absalomu akawaalika wana wote wa mfalme. Absalomu akamjia mfalme akasema, tazama sasa mimi ni mtumwa wako, ninao wakata manyoya ya kondoo. Basi mfalme na aende na kusihi na watumishi wake pamoja nami mtumwa wako. Mfalme akamwambia Absalomu, sivyo mwanangu, tusiende sote, tusije tukakulemea. Akamsihi sana asikubali kwenda, ila akambariki. Ndipo akasema Absalomu kwamba huji, na kusihi mwache ndugu yangu Amnoni aende nasi. Mfalme akamwambia, kwa nini aende nawe? Lakini Absalomu akamsihi sana, naye akamwacha Amnoni na wana wote wa mfalme waende naye. Kisha Absalomu akawaamuru watumishi wake akasema, angalieni basi moyo wake Amnoni utakapofurahiwa kwa mvinyo, nami nitakapowaambia mpigeni Amnoni, ndipo muueni, msiogope, si mimi niliyewaamuru? Iweni hodari, iweni na ujasiri. Basi watumishi wa Absalomu wakamfanyia Amnoni kama alivyoamuru Absalomu. Ndipo wakaondoka wana wote wa mfalme, wakapanda kila mtu nyumbu wake, wakakimbia. Ikawa alipokuwa njiani, habari zikamwasilia Daudi kusema, Absalomu amewaua wana wote wa mfalme, wala hata mmoja wao hakusalia. Ndipo mfalme akainuka, akararua nguo zake, akalala chini, nao watumishi wake wote wakasimama karibu naye, wenye nguo zao zimeraruliwa. Amen. Achia pale. Wapenda, naongea vitu ambavyo vifanyika pale. Mwenye alifanya kitendo pale akasema imeshafaulu, hakuna mtu amemuona, kuna chochote amefanya. Ndio vijana wanajificha hapa. Na wale wakufuafua manguo. Wapenda, angalia, kufua nguo si vibaya, lakini angalia usifuliwe. Unaona? Usije kafuliwa na hawa watu. Hawa watu wako na tamaa zingine mbaya. Wengine hawana Mungu ndani mwao. Wapenda, kufua nguo si vibaya. Fanya kazi yako kwa uzuri unaotakikana. Mtu akutolee nguo pale na maji, fua nguo zako, anika, akulipe pesa yako uende. Lakini asikwambia ingia kwa room, kuna zingine huko ndani. Unaona? Tunaongea vitu ambavyo vifanyika hapa. Wapenda, utajificha, kuna bwanako hatajua. Lakini mbingu tayari imeshaandikwa. Ulitoka hivi na ukafanya hivi kwa sababu ya hivi. Chote kimesikira, utakapolala duniani ndio utaletewa picha yote mambo ulifanya. Kaambia ingia hapa mami, fanya hivi, na wengine wa baba wabembelezi. Leo nimeona kweli umepitia, leo nitakuongezea 1500. Nasema kweli Mungu ameshuka na miguu. Tunaongea vinafanyika hapa wapendwa. Hapa Absalom akabembeleza, kaona kama amefaulu kila kiteko sawa. Anasema alingojea 2 years. Akaona amesahau kitendo kile. Ndipo akatokea ndugu yake.
Kitendo aliyofanya akasema nitaenda kulipa. Pendo, mtu anangoja kulipa kisasi. Hata kama urudi kwa kazi anangoja kulipa kisasi. Hata kama urudi kwa ndoa anangoja kulipa kisasi. Jamaa akasema ubembelezi, akaenda akachukua baraka za baba yake na akakuja. Akasema fanyeni hivi na hivi. Si alifanya, alioda watu akawalipa. Ni mambo yanatendeka mpaka sasa Kenya hii. Wapenda watu wanalipwa mara moja, vitu vyote mtu anafagiliwa na ananyamaziwa, mtu anaendeka. Ndio ilifanyika hapa. Absalom alisema mimi sivikane mkono wangu, lakini fanyeni vile nimewambia. Walichukua siki ya kukata nyasi. Jamaa alifanywa hivi, shingo ikarushwa huko. Na jamaa akaenda zao. Kwa kitendo alichokifanya alilipia na maisha yake. Hapana, ndio vigani unafanya sasa, unapitia wapi? Ni kitu gani unalipia na maisha yako? Na huko unasema Bwana asifiwe, naenda mbinguni kwa imani. Mungu ametuma hili. Kama kuna mambo kama ikuondolea kwako, itaenda kwa kizazi chako. Maana italipa, utaiona. Adamu aliambiwa mtakufa, hakuona kifo, waliona kwa mtoto wake. Wao hakukufa saa hiyo hiyo na wakaishi miaka nyingi, lakini mtoto wake ndio kwanza kuzikwa duniani. Abeli akazikwa duniani kwa sababu tendo la wazazi wake. Tunaongea tunaofanya wapenda ni mbegu unaipanda. Huyu Amnon alikatwa shingo na akaenda na akakufa kwa tendo alilolifanya ya siku moja. Akasema imefurahi. Amnon aliondolewa. Wapenda ni vitu gani unayofanya hapa? Wapenda 7 niwaambia hapa si mahali pa kujificha. Hapa ni mahali pa kueleza ukweli ili utubu ndio ukubalike mbele za Mungu. Uache. Si kutubu tena kesho narudia. Dhambi ya makusudi haina msamaha. Tunaambia ukweli wa Mungu wapendwa ili wewe upone. Siku ile mili itakapoondolewa, hamna tutafuti vitu vya watu, natafuta roho yako. Roho yako ikipata kibali kwa Mungu, ndoa yako itapata kibali. Na utafanya mambo makubwa hapa duniani. Lakini kubembeleza hapa hao msijali, Mungu atawatendea. Hiyo mambo ya kusema eti sijui kuna mambo mengine wanatumianga sijui vitu gani. Kuna Kiswahili Kiingereza kingine wanatumianga pale. Ya kama usijali tu kila kitu yote iko sawa. Wapendwa, hiyo ni injili ya kupeleka watu jehanamu. Wapendwa, angalia mambo ambayo unapitia kwa maisha yako wewe. Yohana alituma na very simple message, rekebisheni mambo ya nyumba zenu. Rekebisheni mambo yenu na Mungu ili muanze kumuona Mungu wa matendo, ndio utamuita utakuwa. Huyu jamaa alikufa ndani ya ndoa na akakufa kaisha. Hakuonekana tena. Sasa acha tutoke hapo. Kuna wengine wanawinda roho sasa. Wamepewa kuhakikisha ndoa yako inawindwa. Ezekiel chapter 13 from verse 17. Kuna watu wamepewa sasa kazi ya kuinda ndoa yako. Ezekiel chapter 13 from verse 17-22. Maandiko yanasema, na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, ukatabiri juu yao. Useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vyao vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Nanyi mmeninajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, na kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege, na leso zenu nazo nitazirarua na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu, wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwindwa. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa kuwa ninyi mmemhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikumhuzunisha, na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya, hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuhifadhika. Basi kwa sababu hiyo ninyi hamtaona tena ubatili wala kutabiri mambo, nami nitawaokoa watu wangu katika mikono yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Amen. Tunaongea watu wameenda kwa uganga, kwa ushirikina kutafuta roho yako, kutafuta roho ya ndoa yako. Kutafuta hapo vitu mlivyo, unatumia roho ya ugonjwa. Pesa ukipata hospitali. Pesa ukipata hospitali. Hospitali imekuwa sasa nyumba yako. Ukipata kaanza kumwa kidogo hospitali, pesa zinaenda unarudi. Pesa zikienda unarudi. Wapenda kumeandikiwa hati ya mauti ya kukondoa duniani kwa njia ya ugonjwa. Anasema mtu ameamua kukuinda kila mahali unaenda, si Ulaya si wapi. Wapenda watu wanawindo. Nilikwambia Bella, imagine ako jamaa na analetewa mambo ya hapa. 7 sehemu za Maseno. Naona? Analetewa kwao nyumbani na mtu wako huko. Kwa sababu
Pasa nimeletewa mambo hivi. Watu wameinua roho ya baba yake aliyokufa. Ito nimeandaa chakula cha mlenda, wameandaa ugali, anawaambia chakula ni kidogo. Watu ni wengi. Na mzee alikufa miaka kadhaa iliyopita. Kumbe kuna mtu ameenda kuinua roho. Fuateni msichana. Ataendeleaje na wengine hawajafanya hivi? Fuateni msichana huko. Fanyeni hivi na hivi. Kwa sababu naye mafunuo haya ndiye alifanya paka kaenda German. Alikuwa anafunua kutoka Kizamu na anaandika. Anafunua anaandika, tunaomba na yeye. Paka mshaka sema mlango ndio umefunguka. Basi wacha Mungu akuingize. Ni akaenda paka huko, Saidi citizen wa huko. Unaona? Yeye ni wa huko, ukienda huko anakukaribisha kama kwao. Na ukienda hapa kwa Malio waje anakaribisha kama kwao. Unaona? Wapenda naongea vitu sasa. Imagine mtu ako huko na mambo inasomewa hapa. Na inatumwa mahali huko. Imetuma na nani? Tumetuma kwa Bella. Akafanyike hii na hii na hii. Vitu vinaanza. Wapenda uchai mbaya. Mtu hajafika Nairobi lakini mambo imefanyika pale network. Unajikuta uko wapi? Paka Ulaya. Unaonyesha Mungu kuna adui amekufuata. Ndiye anasema hapo wanawake wanaoshona hirizi. Lakini na yeye akachukua ujasiri. Alipojua mbaya yako hivi, akakuja hapa akachukua kina Shimenga na kina mama, wakachukua gari wakaenda paka huko. Wakaenda kufanya msamaha, wakafanya reconciliation kwa hiyo familia. Huyu Bella sasa walipomaliza kilichotendeka na huyo mama, alitoka kama amechomeka mwili mzima vile mtu anachomwa na maji. Unaona? Paka ngozi inaanza kuoza. Unaona? Wapenda usitendee wenzako mabaya. Hujui kesho yao itakuwa namna gani. Mwenye alilea Hawa akaja kubadilika akawa adui. Sasa baadaye amekuja amesaidia watoto wake wamewasomesha, sasa kuja kufanya reconciliation kwa nyumba. Hiyo reconciliation peke yake Mungu akaanza kulipa mabaya mwenyewe. Ikawa mwili mzima kama mwili umechomeka, kama imemwagiwa maji moto. Unafura sasa mtu akaanza kuoza nako kwa nyumba. Nako hai. Tunaongea hapa mafundisho habari za msamaha. Wapenda msamaha wa ukweli, si wa kujifanya fanya kwa mdomo na chekelea mtu lakini moyo wako uko mbali sana. Wapenda unafanya msamaha wa ukweli. Kama unasamehe unasemea kweli. Yeah, usifanye eti mimi mambo ilisha kumbe imepanda kwa moyo. Toa vyote ndio utaishi vizuri. Usibebe mtu kwa moyo wako. Baada ya kufanya mambo hapo hukumu zikageuzwa. Tunaongea hivyo hapa. Watu wanaowinda roho za watu. Roho yako ndio inawindwa itolewe. Ndugu yangu Masia Ganzi hapa alikuwa ananiambia mambo kama yale. Mke aliyooa, siku moja nitamwambia hapa ndio kukuhubiria kuambia. Mke huyu aliyooa aliambiwa sije kakanyaga kwao. Maana alikuwa Muislamu akaasi dini. Alikuwa ananiambia mambo kama haya. Aliasi dini akaenda kuolewa na Masia Ganzi. Sasa kwamba hapo sasa wameishi miaka, akaambiwa paka na nabii usirudi kukanyaga kwenu. Yeye akapata safari ya kuelekea South Africa. Mungu akasema amekaa sana kusalimia watu wao, akafunga virago akaenda. Aenda kusalimia siku ya kwanza ya pili mama akakufia huko. Maana aliambiwa asije karudi tena kwenda kufanya mambo ya karudi na kaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Masia kwanza yako hapa ako masaa anatafuta mtu ambaye ataweza kuishi naye. Na kupigia debe baba wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapenda mambo uliagizwa maagizo huku sikia. Ukaona ni kawaida, kwani si mambo ilisha, ni mambo ya zamani. Nimezaa watoto wamekuwa wakubwa, kwani nikienda kuna nini? Mambo ya kupuuza tu hivi. Uliambia siku ile tutakanyaga hapa. Mambo yako imeisha. Mama alirudi kusalimia watu wao. Wakafanya sherehe siku ya kwanza ya pili. Mama alishikwa na ugonjwa na kaondoka. Akalala na akakufia hapo. Kwa mambo aliyoambiwa na wazazi wake. Umekufuru dini na umeenda unatusikoni hapa tena. Mama aliteseka aliolewa kwa Wagiriama hapa. Mzee alikuwa tajiri, akaambia msichana wangu, unaolewa na huyu sawa. Nipatieni 1500. Wakati ilikuwa pesa nyingi, leteni 500,000. Akasema ya nini mzee? Si watu wanaongea, mimi si mtu wa kuongea. Ukiangalia mimi mtu wa kuongea. Nimesema 500,000 tumalize kesi. Basi kijana akarudi na babake, wakatafuta pesa, wakamletea. Kwambia mzee mmekuja na hiyo pesa. Akasema njoo tuongee, akamwambia pesa mzee ndio hii. Akahesabu akaona 1500. Mzee akaingia kwa room akasema achukueni mtu nendeni. Tumeshamaliza. Hakuna makubaliano hapa, zimeshalipa pesa. Wakachukua kaenda. Akaa kidogo baada ya miezi kadhaa dada akajifungua. Hakuna mtu akao kuja kumuona hapa. Marufuku aliwekewa curfew. Nikiona mtu wa kwenu hapa ni panga. Kwa sababu ni kununua tulikununua. Wazazi wako hakutaka mashauriano. Hakutaka makubaliano.
walitaka fedha. Kwa hivyo tulikununua kwa fedha. Wewe mama yake ni mgonjwa, nataka peleka hospitalini, utaenda kwa ruhusa yangu, maana tulikununua. Hakutaka ushirikiano, tulikununua kwa fedha. Mama yake akakufa, uende kwa matanga mpaka niseme. Wanaongea vinafanyika katika jamii na familia. Vitu vinaharibika kwa sababu ya mambo yaliyotamkwa na kuweza kuondolewa. Ndiye akasema hapa kuna watu wanaowinda roho za watu. Wapendwa, hata uko wapi jina lako limeshaandikwa. Juzi nilikuwa naombea mwingine hapa, anasema walienda kwa matanga. Kwa matanga wakapigwa picha. Ile picha ya matanga, anasema si yaka katoto peke yake, niko na familia yote mzima kwa system. Uliwapataje? Wakati walikuja kwa mazishi ya fulani. Kwa hilo walipigwa picha, nikachukua hiyo picha, ndio niko naye kwa nyumba. Ndio naendanga na sindano, na itoboa fulani, nasema fulani nimetoa akili zako hivi na hivi. Naenda natoboa fulani, kazi yako ishe, ifanye hivyo, picha natobolewa. Posa maisha yanafanya hivi. Picha za matanga. Na picha za birthday, za masherehe, ndio mwenyewe mchali chukulia hapo. Akasema hapa niweze kuwapata. Ndio nafanyia mambo kama haya. Wapenda, Mungu anauliza, mtaponaje msipojali wokovu na mkuu namna hii? Usipokuwa na imani timilifu kwa Mungu, wapenda, mambo yako itaisha ukiona ukisema Bwana Yesu asifiwe. Masaa yangu imeisha. Nimebaki na dakika 2. Tusome pale Acts chapter 5 from verse 1 to 10 ambao unaijua. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya dhamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya dhamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa dhamani yake haikuwa katika uweza wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mmeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Amen. Tunaongea the deal went sour. Unaona? Watu waliopatana kwa mambo mawili. Mke na mume wakapatana kwa neno moja. Tutafanya hii na hii na hii. Mambo waliofanya igeuka kwa hukumu kwao. Walikufa siku moja. Tena siku ya Sabato. Wakakufa watu kwa siku moja kwa sababu mapatano waliopatana. Wewe umepatana na nani? Na mmepatana kwa mema ama kwa mabaya? Hawa walipatana haikuwa kwa uzuri. Shamba wameuza, lakini wale waliuza wakapeana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na yeye akaficha. Wapendwa, kazi zimeisha kwa sababu mtu vitu vidogo tu, kwa sababu pengine ya fungu la 10. Sio vitu vione, mimi nimepewa shilingi 500, hii pesa hata haitoshi, siwezi toa hivi, na ya Mungu yeye aliyekupatia alijua sehemu yake pale, shilingi 50. 500, shilingi 50 peke yake. Na ukaondoa zote. Wapendwa, sijipigi debe. Vitu zangu nikitaka naendaga kwa Mungu. Nakwambia wewe, ili upone na waze kufanikiwa, chenye uliiba kwa Mungu, paka mwasema watu wananiibia. Ulichokifanya kimefungulia adui mlango wa kuja kukushambulia. Anania na Safira walifanya, wakakata sehemu. Petero akaambia hawa watu waulize kama wamefanya hivyo. Sisi hatuulizangi watu. Hata mabranches zetu wanajua siwezi uliza kitu kwa mtu yetu, kwa hapana. Sina hiyo. Mimi utafuta vitu kuwasaidia wao ili wakaendeshe kazi ya Mungu ikapate kuinuka vile Mungu ametuinua. Tunaongea mnafanyika hapa, wapendwa, yale angalia imeweza kugeuka. Mara si mtoto shule mgonjwa, mara mambo merudi kwako, kwa tena moja fanya ukafungulia adui mlango akaingia kwako. Anasema Anania na Safira walipokata ile fedha, adui wakamruhusu akaingia. Wakaambia, mbona mmeruhusu shetani akaingia kwenu kwa ndoa yako? Angalia mama alikuja kufanya the distraction. Kusikia hivyo akaanguka bup.
wakidhani ni power deliverance, kumbe jamaa ameenda kuambia tu neno, jamaa kaenda bub, kwenda kumwangalia jamaa hayuko. Wazee wa kanisa wako inuka, alipewa vijana ambao kuna nguvu. Hakuzikwa na sanduku, fungeni sanda. Alifungwa maroja na maleso, akaenda katiwa pale. Alafu mama na yeye sio alikuwa anafua nguo, Sabato anafua nguo. Wala unaachanga mke wako huko, na badilisha mtoto nakuja. Watoto wameimba praise wamemaliza, ndio unaona kiingia pale, kama ni mzigo amebeba mzigo. Ni nini mama fulani? Kwani mtoto amekuwa mzigo? Acha mtoto anakulanga sana. Ili bado nikamlisha uji, nikamuongeza na mayai, nikamuongeza na vitu vingine. Ili akuja hapa nisisumbue. Watoto baada after 3 years ndio mama naye anaingia. Akamwambia mama, karibu. Mume wako na wewe ndio mulifanya mambo kama haya. Akasema ni kweli, mtumishi wa Mungu. Naona. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Akamwambia kwa hivyo mulipatana na mume wako kuja kudanganya roho wa Mungu. Manake roho ndiye aliniambia kusanyeni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na sasa mumegeuka kudanganya wewe na mume wako. Angalia miguu ya wale vijana waliotoka kuzika mume wako, ndio hii inakuja na mama na yeye bup. Haikuwa ya power, ilikuwa ya send off. Power ya send off. Ndio mama alilala hivyo na akaenda. Vijana kwambia na nyinyi chukueni, pelekeni mahali mmepeleka bwanake. Langata ilikuwa wazi, mashimo ilikuwa wazi. Endeni rusheni huyo mtu funikia. Na jamaa karudi kwa ibada ya jioni. Wakarudi yawe na maiti. Sibaba bali huko. Anaitwa Mungu wa matendo. Vijana karudi ngoma. Kati mazishi imeshaniniwa huko. Wanataka umbe imani kuanzia leo. Kama mambo imefanyika kwako, kitu cha kwanza ni kuumbiwa imani ya kuondoa mambo yale. Usipokuwa na imani, nasema mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani. Na pasipo imani haiwezekani umpendeze Mungu. Hii mambo umesikia, hii mauti ambayo imeonekana katika ndoa za watu. Si ni kwa dada yako, si kwa ndugu zako, si kwako, kila mahali. Hilo bado inafanya kazi. Maana kuna mtu alipatikana wa kuiondoa. Nasema tafuta mtu mmoja wa kuponya mji. Hiyo mauti imeonekana kwa kazi. Watu wanatuma kazi mahali fulani, wameanguka na gari wamekufa. Watu wametuma mahali fulani hakurudi tena, na walituma kwa biashara kwenda kufanya kazi. Roho inakufuata kazini na maliza mtu. Inafuata kwa ndoa, inatoa mtu. Funga macho nikuombe kwa Mungu. Sema Bwana Yesu, naja kwako leo. Nimesikia neno lako ya kwamba kuna roho ya mauti inayofuata watu kwa kazi na kwa ndoa na kwa biashara na kwa imani tulio nayo. Umesema mambo haya tunayaondoa kwa imani. Hii roho nimeiona kwetu. Nimeona ikifanya kazi, ikiharibu kazi za watu na biashara za watu na ndoa za watu. Mungu umesema unatafuta mtu mmoja wa kuondoa hii roho kwa jamii na familia. Leo nimekuja kwako. Iwapo kuna kosa linalonizuilia kwamba nisipate kibali kwako, leo naungama kwako. Bwana Yesu kanisamehe. Ni wewe uko na mamlaka juu ya wote wenye mwili. Mmoja wao ni mimi. Nimesikia mambo ya Anania na Safira. Walikufa kwa uongo waliopatana pamoja. Iwapo kuna mambo nilifanya kama Anania na Safira, leo nimerudi kwako Mungu, unisamehe. Na uniondolee kosa hilo na dhambi hiyo kimwili na kiroho, kuanzia leo na hata milele. Mimi na kizazi changu nimekataa roho ya uadui, ibada iliyofanywa kwetu ya kumaliza ndoa za watu. Hiyo ni kwa ajili ya poligami yetu tuliyoiona kwa familia yetu. Hiyo roho inamaliza watu. Leo ninaikataa kwa maisha yangu na kwa kizazi changu, kuanzia leo na hata milele. Hii roho ya mauti haitafanya kazi tena. Manake Bwana umenipa mamlaka inayotoka kwako. Nikiondoa jambo duniani na mbinguni linaondolewa. Leo nimekuomba mamlaka, ninaomba kibali kinachotoka kwako. Hii roho ya mauti haitakaa kwetu tena, haitamaliza watu tena, haitaua ndoa za watu tena. Maana leo tumeiona. Mungu wa mbinguni, naomba uwezo wako na mamlaka yako nikaitumie leo. Maana mimi ni chombo chako na ni mtumishi wako. Naomba uwezo wa watumishi na nguvu ya utumishi kuondoa hii roho inayofuata kazi yangu,
inayefuata biashara yangu, inayefuata kizazi changu, leo naamua kuing'oa. Haitakuwa na mamlaka tena juu ya maisha yangu. Na hao wanawake ambao wameonekana wanaoshona hirizi kwa leso zao kuwinda biashara yangu, kuwinda ndoa yangu, kuwinda kizazi changu, leo naenda kurarua hirizi zao, ninaenda kurarua leso na kuchoma hirizi zao. Na hao wachawi tunaenda kuwafagia wasionekane kwa boma tena, wasije karoga wengine. Karibu Bwana Yesu, nitumie kwa chombo. Tumia kinywa changu na sauti yangu kwa kunena mambo haya, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi nimeomba nikiamini. Fungua kinywa chako sasa, omba. Ondoa hiyo roho, maana umeiona kwenu, umeiona kwa wazazi wako, umeona kwa ndugu zako, mpaka wengine walilala. Saini makaburi yamejaa kwenu kwa ajili ya roho iliyotumwa kwa mauti, ikaondoa mama, ikaondoa baba, na sasa bado inatembea, inatafuta ndugu zako, inatafuta dada zako, maana iliamriwa ikakae kwenu na kuna mtu aliyesimama. Mungu akasema leo namtafuta mtu mmoja atakaye sema hapana. Anasema amepewa mamlaka ya kuondoa, mamlaka ya kuvunja na kuharibu. Anasema kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za kishetani. Na ndio hizi zimeonekana kwenu. Watu wameaga kwa ndoa zao, ndoa zimeisha. Watu wameka kihangaika, mtu alipooa kazi kamalizika, shida zinaongezeka, mama anateseka na magonjwa, ndugu anateseka na maumivu. Kumbe kuna adui hataki ndoa hii. Anasema Bwana Yesu, wale wasiotaka utawale, akasema waleteni mwachinje mbele yangu. Hawa wachawi hawa wanaowinda ndoa yako, wanaowinda biashara yako, anasema leo kazi yao imeisha. Leo kazi ya uchawi watangazieni leo. Hawa wanaowinda roho zao, wanaoketi vijijini, wanaofunga leso na vibeta kutafuta roho za watu, ete fulani lazima akufe. Hakuna mauti hapa, pepo za vifo na mauti. Leo tunaagiza malaika wa kisasi cha Baba pata kuondoa hawa. Leo unaondoa kwa ndugu zako, unaondoa kwa dada zako, unaondoa kwa watoto wako. Kila roho za mauti zimetumwa zing'oe kwako. Leo unaziua leo hizi maroho za mauti. Anasema adui wa mwisho kumalizwa ndio huyo mauti. Anasema nimekupa mamlaka na iko kwa kinywa chako. Aliyesema sema neno nami nitafanya, nitajidhihirisha, nitajitukuza kwako. Anasema we sema neno tu. Hawa wachawi wasiendelee kutesa watu, wasiumize watu tena. Anasema niko na neno juu yako, niko na neno juu yako wewe. Viti vya uganga na uchawi ondoleni ndugu zako walio mbali na karibu. Ondoa kila hukumu waliandikiwa, kila hukumu za kipepo, ibada za mashetani, zitoeni kwenu leo. Jina la Yesu unafanya kwa imani leo, unatoa mauti kwenu, unaingia kwa mji kwa imani, unaenda kwa roho sasa, unaingia kwa mji kwa shamba, unatoa mauti iliyopandwa kwa nyumba. Hiyo mauti na maagano ya mauti na wakuu wa mauti, vunjeni chochote kiletwa kwenu. Hiyo mauti haitakaa kwenu, watu wasife. Wakati Mungu ameinua mtumishi, wakati mamlaka amekupatia, ng'oeni mauti hiyo, teketeza kwa moto. Unatuma jeshi. Waliotuma Sodoma na Gomora hawakubakisha kitu, walipita kiua, walipitwa kichoma, walipitwa kipindua. Angamiza kila utawala. Usiache mchai wa boma, huyo mchai wa mji, mchai wa mashamba, hizo nyungu zao leo zinapasuliwa. Aliyesema uzao mwanamke utamponda joka kichwa, huyo joka wa kumeza watu, huyo joka wa mauti leo tangazeni mwisho wa adui, tangazeni mwisho wa joka. Leo upanga unatoka kwa kinywa, unakata na kuteketeza, unawakusanya wote. Ndiposa Yesu leo ametumana, anasema ukusanyeni. Wala hawataki wokovu, wala hawataki watu waishi. Leo wakachinje mbele ya madhabahu ya Bwana. Unatembeza upanga, leo ni kutembeza upanga.
wa kumwaga damu zao. Unakata hizo mizimu. Huyo mchawi leo unamtoa kwa mji. Safirisheni wachawi. Wakati wa Samueli alitoa wachawi, wakati wa Sauli aliondoa wachawi. Ni wakati wetu sasa kutoa wachawi wa mji, wachawi wa mauti hawa leo akapate kuvunja na maakani iliyopandwa kwa mauti leo. Hiyo miungu ya mauti leo katolewe. Miungu ya wafu toa kabisa, inainuliwa toka makaburini. Angusheni kila utawala, vunjeni kila mitandao, kila network zao leo nakata kwa jina la Yesu. Kila mawasiliano, hiyo pepo ya mauti anasema adui ya mwisho uangamizwa ni huyo wa mauti leo. Mkamateni mauti. Mauti ni adui mkubwa wa jamii na familia. Kanisa la Bwana, toa mauti kwanza. Pepo mauti huyo hata kaa kwenu, hata uwa ndugu yako, hata uwa baba yako, hata uwa kazi ya mtu, hata uwa ndoa. Mungu amekataa leo, mbingu imekataa. Kuna watu duniani wanaoomba leo, watetezi wa jamii, watetezi wa boma. Vunjeni kila minara, vunjeni maakani yaliyopandwa. Unatoa maroho za wafu ambazo zimeinuliwa, zinafuata ndoa, zinafuata imani. Kamateni hizo, angamizeni kwa jina la Yesu. Fanyeni kiume. Paulo akasema fanyeni kiume sasa. Unatoa kila pando, unang'oa kila ufalme. Usimwache adui, usimwache mchawi wa boma. Huyo anamkamata, mupasue kichwa. Unakata huyo mchawi. Anasema uzao mwanamke utamponda nyoka. Huyo joka wa kusonga songa, joka wa mauti, joka wa magonjwa leo mkamate, haribu jamaa zake. Angusheni kila makani ya mauti. Hiyo makano na viapo vya mauti leo vikapate kuharibiwa jinsi Mungu aishivyo. Usiache mchawi wewe, usiache hii pepo, usiache mauti. Unamwongelesha mauti, anasikia. Mwambie mauti toka, mwambie mauti hama, mutoe mauti. Na huyo mchawi mkuu wa mauti msiwache. Kuna mkuu wa mauti unamtoa leo. Huyu kwa jina la Yesu moa kabisa leo. Chochote kilipandwa, wezo tumepewa. Toa kwa malango, toa kwa shamba, toa kwa manyumba. Fakieni kabisa kwa jamii, ukoo mzima leo kwa jina la Yesu. Toa kabisa adui, toa yote kwa kazi yako, kwa biashara yako, kwa pesa yako, kwa afya yako, kwa imani yako. Huyo mauti ni adui, asikae hapo. Wewe mauti wewe leo anatolewa. Mauti anatolewa leo. Na kiapo cha mauti, hicho kiapo unabeba kiapo. Watumishi wa Bwana, kani ya mauti leo yaondolewe. Mungu anasema leo unapitisha hilo jiwe, beba uwezo huo. Mauti ikatolewe kwa moche. Mamlaka tumepewa leo. Leo watu hawatakufa. Tunatangaza uzima leo kwa jina la Yesu. Uwezo umepewa leo kutoa mauti kwa jamii, kwa familia. Hukumu ya misalaba ikatolewe. Hukumu ya mizimu ikatolewe leo kwa jina la Yesu. Toa mauti kwanza, toa kabisa. Toa hii mauti. Hii imekuongelesha, hii inakuchungulia. Toa hii mauti kwanza. Inachungulia watu kwamba ni huyu, kwamba huu mwaka ni huyu. Toa hizo ripoti, hiyo maagizo aliandika, hiyo tarehe leo naichoma. Hizo vitabu bali waliweka vitabu, wakaandika tarehe. Someni vitabu, soma zote, soma kila maandishi. Wataka waue mume, ukasimama kwa nafasi, ukazuia mume wako asikufe, akai hapa jinsi Mungu aishivyo. Mauti wewe, fuata masomo kwa watoto wako. Toa hiyo hukumu, toa hiyo hukumu wewe. Toa shauri kwa Mungu. Toka mauti wewe, hautakaa kwa mchi tena. Watu hawatakufa wakati Mungu ameinua mtu kutoa mauti. Wakati mtu ameinua mtu sasa kwa jina la Yesu, kutoa hiyo roho toa kabisa kwa ndugu zake, safisha shamba, safisha mji, safisha manyumba. Toa mauti, watu kuondoa mauti, watu kutoa mauti ndani ya boma. Huyu nabii wamemchagua kwa jina la Yesu, kutoa mauti ndani ya boma. Uwezo umepewa, watoto wake wamechagua huyu mtumishi wa kutoa mauti kutoa kabisa ya watu, kwa jina la Yesu. boma za watu watakufa.
wakati Mungu ameibwa huyu na anamuonyesha, Bwana Yesu saidia huyu, mamlaka amepewa, ameonyesha hiyo mauti, anapewa uwezo wa kuitoa kwa watu wasife, watu hawatakufa, wanatumia hata watumishi wa Mungu zinachoma moto, wamepewa uwezo kwa jina la Yesu, zikachome moto. Jina la Yesu, Mungu anasema choma zote, niko na neno chako huyu mtu asikai kwako tena, mauti asikae kwako. Bwana Yesu saidia na huyu, saidia na huyu kwanza, huyu anawindwa. Bwana Yesu saidia huyu kabisa, toa mauti kwanza. Leo ni huyu, wewe mauti, leo ni huyu, hautakaa kwa huyu, uko juu ya huyu, utaua mama yake, hawataua huyu, utaua mama yake, hiyo ndoa itaendelea. Toa mauti hapa, hawataua mume wake, jina la Yesu, hawataua mke wake. Bwana Yesu ingia kwa moto, choma kila utawala, choma hiyo mauti kwanza. Hiyo pepe imetuma, imeamriwa ili kumeza watu. Hilo kaburi walichimba leo linaondolewa, hilo karibu, hilo kaburi leo likatolewa, leo linatolewa. Sio mtoto wako, hilo kaburi kwanza sio ya mtoto wako, lichome kwa moto. Hilo shimo lichome kabisa, lichome. Na mwenye alipanga mauti huyo akapatikana na mauti yake, lakini kwa huyu mauti asikae. Wewe mauti, wewe haukai kwa huyu, hautakaa kwa huyu, wewe wakuondolea wengine kwa jina la Yesu, wakuondolea wengine. Huyu mtumishi wako hapa wakuondolea wengine magonjwa ya mauti, huyu ataondoa. Ana uwezo, amepewa kansa, atasema jambo, atanena ya ukimwi, itaondolewa, atatoa huyu kifafa, mamlaka amepewa. Bwana Yesu, watumishi hawa achilia uwezo kuondoa mpaka mafunuo, magonjwa ya mauti, huyu ataitoa kwa jina la Yesu. Atasema neno na mauti atatoka, atasema neno, ukimwi atayeyuka, presha ataondolewa kwa huyu sasa, kwa jina la Yesu. Achilia uwezo na nguvu ya utumishi kwa jina la Yesu, na watakuwa wazima. Mungu amekuchagua wewe, amekuchagua wewe. Sasa mamlaka, utasema jambo, mamlaka ya kutamka kwa ulimi wako, uwezo wa kusema kwa midomo yako, kwa jina la Yesu. Funguka, funguka wewe, utatoka chemichemi, funguka chemichemi za uzima. Jina la Yesu aliye hai, ziko ndani ya huyu. Achilia uwezo huyu kuondolea nguvu za Mungu, roho za vifo, huyu mama yake asife, mama asikufe, mahangaiko. Wakati huyu mtumishi huyu amempatia huyu yako hapa, roho Bwana saidia huyu, mama yake hatakufa. Wakati amepewa mamlaka, anafunuliwa kwa ndoto, anapigiwa simu na anaokopa, amepewa kusema neno. Kasa midomo ya huyu, ni huyu aondoe magonjwa, ni huyu ataondoa magonjwa ametuma, ni huyu ataondoa ya miguu, ndiye ataondoa miguu inatesa mama, ataondoa miguu inafura, huyu ataondoa, huyu anasema yako hapa. Funguka, takasa midomo yake, funguka leo, atalisema neno, atalitenda neno, na adui ataondolewa, na mauti atatoka. Funguka wewe, kasa huyu, weka neno lako Bwana, kasa kinywa chake na midomo yake. Funguka wewe, funguka leo, unapewa uwezo, mamlaka unapewa. Woka haitakaa kwako tena, utatemwa neno, utalisema neno, utalituma neno, litakuwa. Funguka wewe, funguka. Bwana Yesu achilia uwezo, gusa na huyu, badilisha na huyu, toa uoga kwanza, toa na mashaka, roho ya kusita sita leo naondolewa. Hiyo mauti ilipangwa kwenu, ni wewe utaitoa. Hiyo mauti wamepanga huu mwaka, ni wewe Mungu atakutumia. Funguka. Huyu amepewa mamlaka, funguka, ya kurudisha uhai wa Mungu. Jina la Yesu ali hai. Umepewa uwezo huo. Bwana Yesu saidia huyu. Na nguvu ndio hiyo. Atalisema neno. Ya udhibitisho. Na mambo itakuwa. Ya kwamba umepewa na Mungu. Funguka leo. Umepewa na Mungu wewe. Unganisha na wewe. Watu watazimia kaondoka. Unganisha na mbingu. Anasema umepewa. Kwa jina la Yesu. Ujasiri wa Mungu. Uwezo na mbinguni. Roho ya ufufuo. Uwe juu yake. Roho ya ufufuo. Funguka. Roho ya ufufuo. Achilia hiyo roho. Iko ndani ya huyu. Kwa mbinguni. Iko ndani ya huyu. Achilia nguvu mpya. Atenda jambo. Ya utendaji kazi. Litadhibitika. Kwa jina la Yesu. Atarudisha wengi. Funguka. Hata vipawa. Unganishe. Vilivyokufa. Funguka. Huyu atarudisha. Kwa mauti. Vipawa vya watu. Kwa jina la Yesu. Vilivyonyakuliwa. Atafufua. Atarudisha. Kwa jina la Yesu. Funguka wewe. Funguka. Funguka. Ni huyu. Kwa jina la Yesu. Ni huyu. Akapewe. Roho ya moto. Hiyo neema. Roho ya moto. Juu yake. Iko juu ya huyu. Neema ya Bwana. Iko juu ya huyu. Shukia huyu. Na Bwana atatenda. Kutenda mapenzi. Mungu amekuchagua. Funguka. Atafanya na wewe. Mtakatifu. Atatembea na wewe. Ya Pentekosto. Saidia huyu. Saidia huyu kwanza huyu. Weka moto kwake. Weka moto kwa kinywa chake. Takasa midomo yake. Takasa na huyu. Huyu ameketi hapa. Huyu anaketi hapa. Roho anasaidia huyu. Gusa na huyu kwanza. Mbadilishe leo. Mfanye kwa moto
Kuna kazi kubwa Mungu amemwandalia huyu. Kuna jambo Mungu amepanga utalitenda wewe. Toa mawoga na mashaka. Toa uoga kwanza. Roho ya kusita. Bwana Yesu itoe kwa huyu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Na wakaunganishwa na wewe. Uwezo wa kutoka mbinguni uwe juu yao, mpaka na mafunuo, mpaka na sauti, na vinywa vyao leo vikawake moto. Vinywa vyao vitakazwe na neno, vitakazwe kwa moto. Atalituma neno, atalisema jambo na mambo yatathibitika. Bwana Yesu saidia huyu. Funguka wewe. Funguka kwa jina la Yesu. Roho Bwana thibitisha kwa huyu. Ni huyu Mungu anasema mshawi. Ni wewe. Mshawi wa ndoa yake. Funguka wewe. Mshawi wa ndoa ya huyu. Jina la Yesu. Leo halali hapo. Akatolewe. Mshawi wako halali hapo. Mshawi. Mshawi wa ndoa yako. Amezuia sana. Atolewe leo. Mshawi wa ndoa yako. Huyu mwanamke halali hapa. Mwenye hapa na wewe. Mshawi huyu. Leo abaki hapo. Toka mshawi. Leo abaki mshawi. Utaacha ndoa. Asikae hapa. Leo unaachana na wewe. Utaacha huyu. Ndoa haitakufa. Utaacha huyu. Kwa jina la Yesu. Wewe mshawi wa ndoa. Unamwachilia. Umezuia watu wengi. Watu waolewi. Watu wanateseka. Kazi ya watu. Huyu amekamatwa. Ni vibarua. Ni mshawi huyu. Ni mshawi wa boma. Mwanamke mshawi. Mshawi wa familia. Amekamatwa. Ndio huyu amekamatwa. Kamata huyu kwa sababu. Ndio huyu achia huyu. Soma kwa moto. Huyu. Soma kwa moto. Achilie. Soma huyu. Mshawi wa familia. Mshawi wa ndoa ya huyu. Oh yes. Akatolewe. Funguka. Akatolewe. Funguka. Hata lala hapa tena. Hicho kifungo. Mshawi abaki hapa. Kikatolewe. Mshawi akae hapa tena. Kwa jina la Yesu. Amekutesa sana. Toa huyu mshawi. Amekuhangaisha. Huyu wa boma. Kwa muda mrefu. Anatolewa leo. Saidia huyu. Akai kwa huyu. Saidia huyu. Funguka. Saidia huyu. Kwa jina la Yesu. Toa roho mshawi. Oh yes Lord. Imehangaisha watu wengi. Kwa jina la Yesu. Tesa watu kwa boma. Funguka. Huyu akafungue watu. Yesu wa Bwana. Akafungue boma za watu. Nguvu za Mungu. Watu akainuke. Siwe juu yake. Biashara zake. Kwa jina la Yesu. Ofisini. Saidia na huyu. Watu akainuke. Huyu adui. Maisha yote akainuke. Boma. Lea kautoe. Funguka wewe. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka wewe. Hizo ngome za chawi, hizo nguvu za giza zinaonekana kwa nyumba yako, ni wewe utazitoa. Bwana Yesu achilia uwezo, achilia mamlaka juu ya huyu. Maana kuna mchawi alipita akazuka nyumba, ni huyu atatumika ili kumtoa uchawi, ili kumtoa ibada iliyofanywa. Katolewe ibada ya mchawi iliyofanya kwa nyumba. Roho Bwana toa mchawi kwanza. Toa mchawi huyu, mchawi wa mji, huyu mchawi wa boma. Roho Bwana mtoe, mchome kwa moto. Unguza huyu, mchome kabisa. Na sionekane kwao tena. Funguka wewe. Funguka leo. Uunganisha na mbingu. Maana Mungu anakutumia wewe. Atakupa usemi. Utalisema jambo na Mungu atatenda. Kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu waunganisha na wewe. Kuanzia leo pasionekane mauti kwa jamii, wala kwa familia, wala kwa mama yake, wala kwa ndugu yake, wala kwa familia mzima. Wasionekane mauti. Leo mauti yakatolewe na katupe nje, ili watu wa Mungu wakapone kuanzia leo. Tumetangaza uhuru Bwana. Tumetangaza uzima ambao Yesu uliuleta, na tumeutuma kwa jamii zetu. Watu hao wazima, na mchawi asiishi tena. Mchawi wa boma aondolewe, na ijulikane kuna Mungu anayetenda. Asante Bwana Yesu. Naomba hili ombi Bwana ukalipande ndani mwao, na mamlaka ya kutumika yawe juu yao, wakatende kazi kubwa kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina lako Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Amen. Tumpigie Bwana makofi zaidi. Ni kwa ajili ya neno, na pia ninawakaribisha katika meza ya matoleo. Karibuni.